Kuna watu leo duniani tumekaa na taratibu za dini ila hatuna mahusiano na mwenye dini. Hakuna kitu, mimi sijazaliwa kwenye hili kanisa mnisamee, lakini wengi wa Waadventista wa Sabato asilimia kubwa mbinguni hatuendi. Kwa nini? Tuna taratibu za dini, hatuna mwenye dini. Wa kwanza sio wewe, alikuwa Yusufu. Lakini Yusufu alipopata coincidence, alipoingia kwenye situation fulani, wakati mwingine Mungu anaturuhusu tuingie kwenye changamoto sio kwa sababu hatuhitaji. Anataka tension. Anataka urealize. Mungu anataka uanze kuona huna lolote unaloliweza wewe, hukujiumba, niliyekuomba ni mimi na kazi na wewe duniani. Ndipo Yusufu anasema hivi, anageuka anamwambia sasa Mungu, I'm nothing, sina lolote, ingilia kati. Mungu anasema sasa Yusufu amekuja tunakotaka. Angalia Mungu alichokifanya. Hakuna maneno ambayo unayapenda kama haya. Mungu alichokifanya ni hiki. Sikiliza, anasema hivi, but God did not leave Joseph to go Egypt alone. Hilo la kwanza. La pili, angels prepared the way for his reception. Unajua Kiingereza shida hapo, ndo maana hamna amina. Haya, ngoja niongee Kisukuma na waambia. Sikiliza, Mungu kwa mara ya kwanza hamwachi Yusufu aingie Egypt akiwa peke yake. Anaenda naye. Alafu wakati wakiwa njiani wanaenda, roho ya unabii inasema hivi, Mungu akatuma malaika aandae mapokezi. Ni watu mnaelewa ninachokisema sijui? Then why are you worried? Kwani wewe unaogopa hapa duniani? Changamoto ndogo umeanza kukufuru mpaka Mungu umemwacha. What's wrong with you? Shida ni nini vijana wenzangu? Kuna wakati jambo la kawaida, namuona Yusufu mtumwa. Unajua haya ninayoongea hata Yusufu yeye hajui. Mbingu ilivyomuona Yusufu ameingia kwenye malengo yao, mbingu, Mungu anasema hivi, simtumi yoyote hapa, naenda mwenyewe. Kwa nini? Anaishi malengo yangu, nataka niyatimize nikiwa ndani yake. Alafu Mungu wakati yuko na Yusufu ameshika kamba ya ngamia. Juu ya ngamia kuna watu wamepanda, waliokaa kwenye ngamia wanamuona Yusufu mtumwa, lakini mbingu inamuona shujaa na waziri mkuu wa Egypt. Nyinyi sijui mnaelewa ninachokisema? Nahisi kama mnielewi. Wakati mimi ndugu zangu wanagawana watoto, wakija kwangu wanasema no, huyo hafai. Leo hii sisubiri kusifiwa. Naanzaje kusubiri kwanza nisifiwe? Najisifia zangu kabla sijafa. Leo hii sisubiri kusifiwa. Leo hii najisema mwenyewe kabisa, miongoni mwa watu I am also. Kwa nini? Naishi kwenye kusudi la Mungu. Walioniona nobody, they can see somebody. Hata wewe uliokaa hapo usijidharau, wewe umechaguliwa. Haijalishi level ulionayo sasa. Yusufu ameshika ngamia, anatembea juu ya ngamia, wamekaa boss waliomnunua, lakini Yusufu aliye chini anayetembea amefungamanishwa, anatembea na Mungu. Alafu Mungu anapotembea na Yusufu anasema, Yusufu huko mbele nimemwandaa malaika, anatutengenezea reception. Mapokezi yanaandaliwa na malaika. Wewe ukitoka hapa, mapokezi yako yameandaliwa na nani? Wewe uliokaa hapa, mapokezi yako yameandaliwa, unapokelewa na nani? Watu wanamuona ka Yusufu kahovyo, lakini mbingu inamuona somebody there. Yaani hivi ninavyoongea na wewe hivi, mbingu inavyotuangalia hapa Pasiasi tulipokaa, inapofika kwako kule mbinguni, Mungu anasema yes, there is somebody there. Kuna mtu pale. Huyu mtu, kuna vitu vichache tu, sikiliza vizuri, sio yeye wa kwanza, alianza Yusufu. Na hivi vitu vichache ili nivitengeneze, lazima nimruhusu apite hapa. Nisikilize, unapopitia magumu, usiblame, usishutumu, usitukane, usilaumu watu. Ingia chumbani, anguka magotini, mwambie Baba, what's wrong with us? Ingia chumbani kwako, kaa. Sometimes usiende kuomba, nenda kamsikilize. Ingia mwambie mzee, leo sina la kukuambia ila nimechoka. Kuna nini kinaendelea? Trust me. Mungu atakupa vitu vya kusema kwa watu.